mama. Siwezi kuzika mauzauza. Nimeshamaliza kazi mlionituma. Tayari niko na pete. Kiwigi. Samani. Nani Kiwigi? Kutokana na nywele zako ziko nyingi kichwani. Kwa mbali nikajua umevaa wigi. Kumbe nywele zako. Sasa kuna mchongo nimeusikia pale uko unazungumza na bi mkubwa. Mchongo wa pete sijui ukasema pete. Sijui kuna mpango wa hela. Una uhakika na hela unayo mkononi? Wewe ni kibungo? Mimi ni kibungo lakini siliwi. Sasa nisikilize. Unafahamu pete ilipo? Kama kwenda kuipambania na ipata wewe sema tu kwamba pesa hizo unahakika nazo kwa sababu kama pesa unahakika nazo pale ndani mimi kuna sehemu nishai kuionaga na mweko mwekua. Wewe kama vipi mimi nikakugea tu kule nyumbani? Nina pesa nyingi ambazo hata kubeba utashindwa. Cha msingi unikabidhi tu hiyo pete. Utakuwa umefanya kitu cha maana sana. Mbona nguo yake mifuko haina? Hiyo hela kaekea wapi? Kinaonekana sela huyu. Masela kamando anaingia na pakti la sigara jela. Tu kama hao. Kuna sehemu zao wenyewe wanafichaga vitu vyao. Hataki waga utupwa. Vitu vinafika ndani. Sawa. Sina jinsi, natakiwa nikuamini tu kwamba utanipa pesa. Twende kule, bi mkubwa kashaondoka pale, mama hayupo. Na kama hayupo pale nakuchukulia pete haraka na kugea lakini hela yangu unipe. Usijali, nitakupa pesa kafiri. Sijata kwa mehifadhia wapi? Lakini hela bwana haisemi bwana. Hela haisemi ndugu yangu, najiamini hivyo hela haisemi kwa sababu naangalia minguo yako haina mifuko hiyo. Lakini ngoja tuondoke tu hivyo tuombe Mungu. Let's go. Kibungo. Nahitaji kujua ni kazi gani iliyobaki ili niwe huru kuendelea pale nilipoishia. Unatakiwa urudi katika dunia na uhakikishe unakipata kipande cha sanda kilichochukuliwa katika maiti ya Zula. Cha upepo. Wewe nini? Shazi vipi? Wewe umetoka sasa hivi wewe. Kitu gani kwani? Kuna habari mbaya zimetokea. Habari gani? Vina kafariki. Yule rafiki yako Chaupele amefariki? Kuna kipi unakifahamu juu ya kifo cha Chaupele? Ndio, kuna siri nzito kati yangu mimi na kina Chaupele. Chaupele, nimekuita hapa pembeni. Kuna kitu nataka unisaidie. Sikutaka kuongea pale mbele za watu, ungetufikiria tofauti. Unajua mimi na Vina tuna mpango. Lakini huu mpango unasababishwa na Zuhura. Kumebakia siku chache, Zuhura anaenda kuolewa na Hansi. Na kama unavyojua hapa kijijini, hakuna mtu asiyefahamu kwamba Vina ana mahusiano na Hansi. Kwa sisi mpango wetu tulikuwa tunataka tumtie uchizi Zuhura. Ila sasa tulivyoenda kumshirikisha mwenye mkuu, tukakuta mwenye mkuu naye ana mpango wake. Mwenye mkuu mpango wake kumuua Zuhura. Haya, mimi nataka niwasaidie nini? Nipo hapa Chaupepo na wasikiliza, maana ni rafiki zangu wa damu. Tukaona si vyema sisi tukawa na mpango wetu afu mwenye mkuu akawa na mpango wake. Ni bora mpango uwe huo mmoja. Ila sasa masharti ya mwenye mkuu ni lazima tupate kipande cha sanda. Na mimi nikachekecha kwenye akili yangu, nani anaweza kunisaidia? Ni wewe Chaupepo. Na kujua vizuri tu kimbunga chako kimoja nafanikiwa zoezi langu. Chaupepo, nataka uwepo msibani. Kumebakia siku hizo 3. Zula, nataka unisaidie kipande cha sanda na kuniambia kila taarifa inayoendelea pale msibani. Hicho tu ndo ninachokitaka kutoka kwako. Kipande cha sanda? Ndio. Ila sawa.
Mimi ni cha upepo. Lazima nitembeze kimbunga. Kipande cha sanda mimi nitakipata. Na kuamini ya shoga yangu. Huwezi kuniangusha katika hilo hata malai. Na nimekushirikisha kwa sababu rafiki yetu. Lakini ungekuwa si rafiki yetu, hata nisingekushirikisha habari hizi, maana ni habari nzito. Sasa unanichekesha kwa nguvu. Hilo limeisha mwaya. Tuondoke mwali wangu. Tusije tukaonekana tunawasema watu, kumbe tuna mpango wetu. Hapa kutakuwa na masharti. Watakuwa wameyakosea. Sio ghafla hivyo. Nisubiri nakuja. Wacha upepo. Mbona simuelewi tena? Kuna kitu nakijua. Mwanzo wa safari uaga unakuwa ni mgumu sana, lakini mwisho wa safari uaga kunakuwa kuna urahisi. Sina maana kwamba safari ni pombe. Nashukuru kwamba Mungu tumemaliza vizuri kabisa msiba wa dada yangu, lakini msiba wa dada yangu unanichanganya kidogo. Kuna wakati nakuwa napata mazonge, yaani nikiwa nimelala na muota dada yangu, yaani mpaka naamini kabisa kwamba haja kufa kawaida, utakuwa kuna mkono wa Uswahili ndani yake. Mjomba, sema nini mwanangu? Kama hivyo sasa swala la kuanza kutokana na wenyewe tunaenda huko chini. Yeye katangulia, sasa tunafuata, si unajua. Kocha msingi hapa tuombe dua, tufanye kazi tuleta, mazingira mengine yaendelee, si unajua zi. Sawa, sijawaitia hilo. Nachotaka kuwafahamisha kwamba tumeshaingia sasa mji wa Dar es Salaam. Mji ambao unaongoza kwa vibaka wengi. Mji ambao unaongoza kwa wanawake wengi ambao wanaishi katika misingi ya kutapiwa tu skrini. Na unajua kabisa kwamba mji huu hauwezi kuishi bila kazi. Maganga tunakutegemea sana sana sana. Nye machizi ninyi. Useme machizi sasa, acha ufo. 94. Yaani mimi fundi mkuu engineer unaniita 4. Oya wanangu, nitakuwa siwaiti kwenye kazi zangu, mtalala njambo nyinyi. Nyinyi mnanitegemea mimi, mnaanza kunisnitch, mnanisnitch. Pombe mnaninunulia nini? Haya, na waache enda kutafuta vibarua wengine, tuone mtakula wapi. Mbonyi. Maganga. Sasa unaenda wapi? Yaani kwa sababu wewe una kipaji, unataka kutunyanyasa sisi ambao hatuna kipaji kama cha kwako. Umeona wapi? Acha ndugu yangu kutunyanyasa kiasi hicho, kisa tunakutegemea. Ulia basi Maganga naye basi na yeye. Mbona kama hivyo sasa? Ando ananyanyasa kwa sababu engineer nini ile mpiga flow tunakutegemea, ndo ananyanyasa kama hivyo. Unajua bisa ukiondoka kupata mwingine na kwa changamoto, afu unajizima data. Tuleta kwenye mchongo huo hapa, ndo kaanganisha mchongo mpaka tumekuja hapa. Kwa tumechukua tu kama engineer. Naonja msisimko. Wenyewe wapuzi, akili zenu zimeganda. Muda wote mimi kazi nafanya. Nyumba ya Diamond ile nini ile Wasafi FM nimejenga mimi. Ilipinda? Ilipinda? Tulia basi kwanza. Nyumba ya Konde Boy, mwanangu Konde Boy, nimejenga kwa miguu yangu, kwa mikono yangu. Imepinda. Achini upuzi. Mimi naenda kutafuta mafundi wengine. Kazi ya kwako sawa. Na mimi na watu kibao mgwe simu yangu. Simu moja tu wananipatia mchongo. Wanangu wakama wengi kishenzi kule. Basi tumeshakuelewa vunja. Tulia basi nawe basi. Tumeshakuelewa basi. Makele yani. Sawa. Mimi nafikiri misoso ishe. Acha nitoke niende kwa mantilie ni watafutie msosi ili mradi tuweze kula. Watajua wao kama tunakula ili tuishi ama tunaishi ili tule. Sawa sawa. Fresh. Kwenye hicho chakula wasitie pilipili. Pilipili waweke ya wastani tu mwanangu. Katika kitu nimefeli kuwa na haya masaidizi. Masaidizi majinga. Umekuja peke yako sasa. Kwani wewe unasemaje? Unasema nini? Dakika za mwisho unasemaje mabuti? Unasemaje? Sasa mapepo unajua. Hapa nini? Madundo, unampiga fundi? Kazi kama utazalao usipige ndio. Kazi upate. Niguse tena uone. Niguse uone. Kuondanda. Wewe ni nani?
Sara! Mimi ni nani? Mimi ni huyo hapo. Lakini mbona mimi nashindwa kukuelewa? Wewe ni nani? Mimi naitwa Champo. Na nimekuja hapa kwa ajili ya mwili wa dada yako. Maiti ya dada yako iko wapi? Lakini maiti dada yangu tayari tumeshaizika na tumeiacha huko kijijini. Unanichanganya. Wewe ni nani na katika familia yetu hatukujui? Haupaswi kujua mimi ni nani na usithubutu kutamani kujua mimi ni nani. Hebu mtazame yule. Ile ni maiti ambayo tayari imeshavalishwa sanda, na maiti ile ni ya kwako wewe. Endapo ukithubutu kunyanyua kinywa chako kumwambia mtu yoyote juu ya kitu nilichokuambia hapa, nitakuua na nitakuzika mimi mwenyewe. Sara! Pole sana cha usiku. Hivi habari nisikia ni za kweli? Wacha kuniambia Vina amefariki. Cha pepo. Ni kweli Vina amefariki. Basi pole mpenzi wangu, ni kazi ya Mungu. Mazishi yake yako wapi? Sikujua katika ule mpango kama inahitajika kafara. Na kafara imemchagua Vina. Na amepatia hata maiti yake. Haijulikani, Champo kaichukua. Wataka kuniambia kafara ile ya sanda? Na nimeambiwa ili jambo nikilizungumza kwa yote na mimi napotea kama alivyopotea Vina. Kuja upepo ufanye kwa asili yako. Mimi nitakusaidia. Sitaongea kwa mtu yoyote kwa sababu nyinyi ni marafiki zangu. Inawezekana vipi maiti kapotea? Mungu wangu, hii dunia ya mwisho. Jopepo, sina rafiki mwingine zaidi ya wewe. Rafiki yangu alikuwa Vina na wewe. Basi. Kwa usije ukapotea na wewe kwenye macho yangu. Cha usiku basi. Watu watakuja hapa, utawapia nini? Basi mpenzi. Mimi sitomwambia mtu yoyote. Hii itabaki kwa asili yetu mimi na wewe. Sawa mpenzi. Champo ni nani na anafananaje? Ni mdudu gani na ni mbwa gani? Unatisha vibarua wangu wewe? Unawatisha wale ni wasaidizi wangu. Mimi ni fundi Champo kama hujui. Kwa wale jamaa wale wanaletea udongo, wanaletea mawe, mimi fundi. Wewe vipi wewe? Unatisha vijana wangu, vijakazi wangu. Wewe ni mbwa tu. Yuko wapi? Au kunda ndani na kunywa pombe, mimi unalewa wewe. Unasema umemwona Champo. Champo ni mnyama gani? Champo usitishe vijana. Wewe vipi mbwani ni wewe? Wewe unasemaje kwanza? Unasemaje Champo? Unasemaje? Champo ni mimi hapa. Uona niweza mimi? Baba, kwani wewe ndo Champo? Umekuja umeongea mabaya sana kuhusu mimi. Na umethadiki kwamba mimi sikuwezi na sikufanyi chochote. Sasa na wewe unaenda kuukanyaga moto, utakuunguza. Nitakachokifanya mimi, nitakikata kichwa cha huyo kundanda, alafu na wewe nitakata sehemu zako za siri. Baba, mimi nikuweze wapi baba? Wewe Champo, wewe usichokijua, wewe wanakusema vibaya tu. Wewe ni handsome kijana mmoja wa miraba minne, wewe una six pack hapo ulipo. Umeona hizo ndevu zako? Mademu wa umu wanapenda ndevu kama hizo. Mimi bwana, mimi ni yatima, sina baba, sina mama. Alafu kule kijijini nina watoto. Uwe yatima, usiwe yatima. Kikubwa sehemu za siri unazo na nitazikata.